Ikhwani wa ahbabi fillah wa tamaman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Zinjibara TV, fahari ya Zanzibar, popote pale ulipo, walillahi alhamdu. Bado tunaye Sheikh Shaaban Pembe, na kama ilivyo mara baada ya kujua historia yake, lakini kwa ufupi sana tumeipata. Tutaangalia siku za mbele huko kuweza kuendelea zaidi na zaidi, lakini kwa sasa kutokana na sisi tunataka kurejea na inabidi tupate japo mada kutoka kwake. Basi leo panapo haina majaliwa tutapata nukta ya mada, alafu baadaye tutakuwa ni wenye mambo mengine. Lakini kama ada ilivyo, nimpe fursa kwanza Sheikh Shaaban aweze kukusalimia, alafu tuingie katika mada. Sheikh Shaaban, karibu sana. Asante. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hivyo ndivyo ambavyo Sheikh Shaaban alivyosalimia. Basi tupate nukta, alafu baadaye tukirudi tutaingia kwenye mada inshallah. Naam, moja kwa moja kwa sasa wakati umejiri. Sheikh Shaaban, mada yetu ya leo tunazungumza kuhusiana na maadili. Tunapozungumza maadili, maadili tunazungumzia vipi zaidi? Karibu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kwanza ni mada nzuri sana na ni jambo zuri sana kuzungumzia maadili. Na tunaposema maadili maana yake tunazungumzia Uislamu. Naam. Na Uislamu ni maadili. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama katika moja ya vitu ambavyo Mwenyezi Mungu alimfinyanga navyo ilikuwa ni kuwa na maadili aliyokuwa mema. Ndio maana hata wale wasiokuwa Waislamu walimpenda kwa sababu Mtume alikuwa na maadili aliyokuwa mema. Ndani ya maadili kuna tabia, ndani ya maadili kuna kuamiliana na watu vizuri, ndani ya maadili kuna uaminifu, ndani ya maadili kuna kuwapenda watu, kuwaheshimu watu. Na yote haya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama alikuwa nayo. Ndio maana makafiri wakawa wanamuita as-sadiqul amin. Alikuwa mkweli na mwaminifu. Na ipo hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam inayosema wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yani kuwa na tabia njema, yani ameliana na watu na maadili aliyokuwa mema, kwa maana tabia zilizokuwa njema. Ndio maana Mtume yeye alikuwa akiishi na watu wote, Waislamu alifanya nao miamala vizuri, wasiokuwa Waislamu alifanya nao miamala vizuri. Ni kwa sababu alikuwa na maadili aliyokuwa mema. Kwa hiyo ukizungumzia maadili maana yake unazungumzia dini. Dini ni maadili. Dini ni maadili. Aiwa. Ndio. Maadili ambayo tuliokuwa nayo kwa sasa hivi, unahisi vipi? Na zaidi tukiangazia katika swala zima la mmomonyoko wa maadili, wewe unauangaliaje? Katika moja ya vitu ambavyo dunia sasa hivi imekumbwa navyo ni mmomonyoko wa maadili. Na hasatan kwa vijana. Ukitazama hali ilivyo katika dunia ya leo, kuna mmomonyoko mkubwa sana wa maadili. Kitabia hali imekuwa mbaya. Sasa hivi kuna tabia za ajabu, watu kutukana viongozi katika mitandao. Ukiingia vijana wamelishwa hizo fikra. Ni mmomonyoko wa maadili, kitu ambacho zamani ilikuwa ni nadra sana kukuta mtu akiwa anatukana viongozi. Sasa hivi mtu anaisema vibaya nchi, pengine ni Tanzania, anaishi nje ya nchi, kwa kukosa maadili tu. Mtu anaisema vizuri vibaya nchi yake, anaibagaza, anaizungumza vibaya, kitu ambacho wewe huwezi kumsikia mtu ambaye pengine labda ni Marekani akawa anaisema vibaya Marekani yake akiwa huko. Anaweza akaisema akiwa ipo kule, lakini sio kwa huku, anaizungumza vizuri. Kwa hiyo kwa kukosekana kwa maadili, jamii imefika kwenye kiwango kibaya sana. Leo tunaona vitendo vya ushoga vimekithiri kwa sababu imekosekana kitu kinaitwa maadili. Leo tunaweza kuona mabinti zetu wa Kiislamu namna gani wanavyotembea uchi kwa kukosekana kitu kinaitwa maadili. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba jamii imeathirika kwa kiwango kikubwa sana kwa kukosekana maadili aliyokuwa mema, na hasa kukosekana foundation, msingi wa elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio unaona yote haya yanakuwa yanaweza kutokea. Yuko mwanafalsafa mmoja aliwahi kusema al-ilmu fi sighari kan naqshi fil hajar. Kumpa foundation nzuri mtoto ni kama vile unavyoona kwenda kuchonga katika jiwe, ile alama inakuwa inabakia. Kwa hiyo ukishindwa kumfinyanga vizuri mtoto wako kwenye malezi mazuri ya dini, maana yake umeshindwa kumpa maadili aliyokuwa mema, na jamii inakuja kupata mtihani mzito sana. Haya unayoyaona leo yanatokea Tanzania, haya unayoona leo yanatokea duniani, ni kwa sababu kumekosekana kitu kinaitwa maadili aliyokuwa mema. Nikupe mfano, kuna vijana wengi sana wa Kitanzania wameingia kwenye mmomonyoko wa
maadili. Kwa mfano kuhamasishwa kuingia kwenye kufanya vurugu, kwenda kuharibu nchi, kuchoma vitu, kufanya hivi kutukana viongozi. Ni jambo ambalo kwa sababu vijana wamekosa kitu kinaitwa maadili. Lakini vijana wenzetu waliopita, nikwambie kitu Sheikh, hawakuwa katika maadili mabovu kwa kiwango hiko. Nini unamaanisha? Namaanisha kwamba vijana waliopita walikuwa wazalendo wa kweli. Vijana waliopita walikuwa na maadili ya kweli. Zamani ilikuwa ukikutana na mtu mzima unamsaidia mzigo, unampelekea nyumbani kwake. Na wewe ulikuwa una amani, unampa kijana, anapeleka nyumbani kwako. Leo huwezi kumpa kijana. Leo huwezi kumpa Sheikh. Na pengine ukimpa usifike kule nyumbani. Kwa sababu kuna panya rodi sasa hivi. Vijana wamekuwa wezi, wadogo wamekuwa wezi. Kumekosekana kitu kinaitwa maadili. Lakini vijana wa zamani huwezi kumkuta kijana akawa na kijiweni kazi yake ni kutukana viongozi, kazi hataki kufanya. Lakini vijana wa zamani walikuwa wakijishughulisha, utakuta mtu analima, mtu anafanya shughuli hii, anakwenda anafanya kazi. Lakini sasa hivi vijana hawataki kufanya kazi. Yaani ule mmomonyoko wa maadili umefikia kiwango mpaka kijana kufanya kazi anaona sio wajibu wake. Anatamani vile aletewe chakula kama vile manna wa salwa. Na mwisho wa siku anajikuta anatukana viongozi. Kumbe haiwezekani mtu akakuletea chakula, lazima utoke ukapambane. Mwenyezi Mungu anasema wakule imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, fanyeni kazi. Mwenyezi Mungu ataona, mtume ataona, na waumini wengine pia wataona. Kwa hiyo kukosekana kwa maadili manake imepelekea mmomonyoko mkubwa sana katika jamii, kiasi ambacho mpaka wale vijana wamekosa kujua wajibu wao ni nini katika nchi yao, wajibu wao ni nini katika dini yao. Kitu maadili. Na sasa hii kukosekana kwa maadili na vijana mpaka sasa hivi wengine wakawa wanajiita Gen Z. Yani hawa wenyewe ndio wanajiita kizazi cha Z, ya generation Z. Mpaka kuweza kuingia, na wengine utakuta wanatembea na karatasi utasema risiti, kumbe katika hali ya kuweza kubeti na mengine. Umezungumza swala la kwamba kutokufanya kazi na mengine. Hii nayo unaizungumzia vipi katika hili? Yani ndio katika moja ya kitu kikubwa sana ambacho kinatokea katika jamii yetu hivi sasa, kwa kukosekana kitu kinaitwa maadili, kwamba vijana wanaamini mafanikio yanakuja from nowhere. Kwamba mtu anaweza akafanikiwa kwa kubeti. Kwamba mtu na mkeka wake anaweka 500 apate bilioni. Kwa sababu amekosa kitu kinaitwa maadili. Maadili yanamfunza mtu kufanya kazi, kwamba kujitafutia kipato chake kwa njia ya halali, kwamba kupambana kwenye maisha. Maadili yanamfunza mtu kitu kama hiko. Sasa kukosekana kitu kama hiko, ndio mwisho wa siku wanapatikana hao vijana ambao wanaamini mafanikio yanaweza kupatikana kwenye kubeti. Bali imekwenda mbali zaidi, wengine wanaamini mafanikio mtu anaweza kufanya vitendo vya ushoga ndio anaweza kufanikiwa kwenye maisha. Kwamba apate gari, apate nyumba, kwamba yeye kuingiliwa kinyume na maumbile. Kukosekana kitu kinaitwa maadili. Lakini yakipatikana maadili, vijana wanaweza wakafanikiwa kwenye maisha yao yote, kwa sababu kila mmoja anatekeleza wajibu wake. Na vijana wenzetu waliopita, Mwenyezi Mungu anawapigia mfano ashabul kahfi ndani ya Qur'ani, anasema innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Wale walikuwa ni vijana waliokuwa na maadili mema, walimjua Allah subhanahu wa ta'ala, na baada ya kumjua Allah Mwenyezi Mungu akawazidishia uongofu. Walifanikiwa kwenye maisha yao. Hawakuingia katika mitihani kwa sababu walikuwa na maadili yaliyokuwa mema, walimjua Allah subhanahu wa ta'ala, mwisho wa siku wakafanikiwa. Wametajwa ndani ya Qur'an. Sio hao, tuna wengineo waliokuwa vijana wasome, wakina Musa bin Umair. Walikuwa ni vijana wa Kiislamu ambao walikuwa ni wadogo, lakini walifanya kazi kubwa katika Uislamu, walijitambua. Na mwisho wa siku wakafanya kazi. Leo wamekufa katika Uislamu hali ya kuwa tukiwataja tunasema ridwanullahi alayhi, Mwenyezi Mungu awaende radhi, kwa sababu walikuwa ni vijana ambao wanajitambua. Yuko mwandishi mmoja anaitwa Chinua Achebe, aliwahi kuandika kitabu kinaitwa Things Fall Apart. Kile kitabu kwa waliosoma shule kidogo watakuwa wanakijua. Kuna mstari mmoja aliwahi kunukuu akasema, where are the young suckers that will grow when the old banana tree dies? Kwamba wako wapi vijana ambao watakaokuwa na maadili mema, watakuja kushika nafasi ya wazee wakati wazee tayari washaondoka. Yani wazee zamani walikuwa na maadili mema, ndio maana leo nchi imefika hapa. Maendeleo hayo unayoyaona kwa sababu walikuwa ni vijana wanaojitambua. Sasa wako wapi vijana hao wa leo wenye maadili kama wale, waweze kuipeleka mbele nchi? Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba tunahitaji vijana waliokuwa na maadili mema, vijana wenye kujitambua ambao wanaweza wakaichukua nchi kutoka sehemu moja kuipeleka mahala kwingine. Kinyume na hapo ndio tutakuwa na kundi kubwa la vijana kama vijiweni linaamini mafanikio kwenye kubeti. Kitu ambacho hakiwezekani. Ukithiria ni kuwepo kwa mitandao ya kijamii, unahisi kwamba kunachangia uvunjifu wa maadili?
kwa kiwango kikubwa imechangia. Japokuwa ni mada maalum ya mitandao ya kijamii. Ni mada maalum, lakini mitandao ya kijamii ina ncha mbili kama unavyoona upanga. Yani unakata huku na huku. Ndio. Kuna advantage zake na kuna disadvantage zake. Unamaanisha nini kusema? Namaanisha kwamba ikitumiwa vizuri inaweza kuwa ni fursa, lakini ikitumiwa vibaya inaweza kuwa nakama katika jamii. Na leo mitandao ya kijamii inatumiwa vibaya. Juzi nilikuwa naongea mahala nikawa nawaambia leo ukiposti jambo ambalo zuri lina faida kubwa kwa jamii upati viewers, upati likes, wala upati comments nzuri. Lakini ukiposti jambo la ajabu la kipuzi ndio utapata likes, viewers na comments za kwa nyingi, kwa sababu watu wanaitazama ile mitandao katika mtazamo wa negative way. Kwa hiyo watu wanapenda vitu vya ajabu, sio vitu vizuri. Lakini lau kama watu wangeitumia vizuri, kuna fursa ipo ndani katika mitandao. Kuna watu wamejiajiri mule katika mitandao, kuna watu wanafanya promotions ya matangazo wanapata pesa. Kwa hiyo pia ina faida yake katika dunia ya leo, lakini pia ina disadvantage zake. Na unahisi kwamba katika hiyo ni kwamba kuna wengine katika hali ambayo ya kuhamasisha, labda umezungumza kitu hapo kwamba kuhamasisha kuipinga nchi inakuwa si katika utaratibu, na hiyo ndio katika moja ya disadvantage ambayo inapatikana katika mitandao ya kijamii, kwamba watu wanatumia platform zile vibaya kuhamasisha mambo, sio tu kuipinga nchi au kutukana viongozi, bali kuna baadhi ya watu wanahamasisha vitendo vya ushoga. Yani inaonekana mtu anaposti gari, nyumba, anaonekana amefanikiwa kwenye jamii, kwenye mtandao anaposti na gari na nyumba. Kwa hiyo vijana wengi wanashawishika, kumbe yule shoga lakini ana gari ana nyumba. Kuna wanawake ambao wanajiuza katika mitandao, lakini anaposti ana gari, ana iPhone 17. Kwa hiyo kuna mabinti wengine kumbe kujiuza wanapata vile. Kwa hiyo wanahamasika kupitia mitandao. Kumbe walisia upo hivyo. Ndio, asante sana. Sasa tukiwa tunakwenda ukingoni, nini unatuambia katika hili sasa, tuweze kutafuta mwarobaini gani au nini cha kufanya kuweza kuepukana na mambo kama haya? Cha kufanya, turudi katika misingi sahihi ya kuwalea vijana wetu katika maadili ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani hakikisha kijana wako anapata foundation nzuri ya dini. Yani at least akija kuwa mkubwa, kuna baadhi ya vitu atakuwa anafanya, lakini kuna limitation fulani anayo. Yani anajua hapa Mwenyezi Mungu hataki, hapa Mtume hataki, ili nimekatazwa. Yani kuna vitu vitakuwa vinamkataza. Lakini usipompa msingi mzuri, maana yake atakuwa kama mnyama. Ndio unaona leo kuna baadhi ya watu kama wanyama wanafanya wanavyotaka. Lakini kikubwa turudi katika misingi ya kuwalea watu zetu katika kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo unahisi kwamba tutakapofanya hivi itakuwa tumepata mwarobaini juu ya hicho, mwarobaini wa kuilea jamii katika maadili yaliyokuwa. Tukiacha hilo tumefeli. Chochote cha kumalizia? Cha kumalizia ni kuwapongeza Zanzibar TV kwa kazi kubwa mnayofanya na kwa kuelimisha jamii, kwa sababu lau kama media ama watu wote wangekuwa wanafanya kazi kama mnayofanya nyinyi, wallahi jamii ingekuwa iko mbali sana, kwa sababu mnafanya kazi kubwa kufanya umma uweze kuwa katika hali ambayo Mwenyezi Mungu anauridhia na Bwana Mtume Muhammad. Kwa hiyo nawapongeza sana, Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri, lakini kubwa namuombea dua sana ndugu yangu Sheikh Salim Mardhia, Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri na asiache. Mawe ni mengi, misukosuko ni mingi, lakini asiache. Allah subhanahu wa ta'ala akikupenda atakupa misukosuko, lakini watu wanawateua baadhi ya watu kufanya kazi zake. Kwa hiyo asiache, tunamuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Asante sana, shukran kwa hilo na asante kwa hilo na kushukuru. Lakini kama ilivyo mtazamaji mpendwa, ni kwamba hatuna la ziada kwa sasa isipokuwa tuyakamate yale ambayo aliyoyazungumzia Sheikh Shaaban. Tumekwenda katika nukta ya pili, lakini inshallah kama ilivyo tutakuwa ni mwenye kuendelea naye katika mada tofauti ambazo tutastafidi kutoka kwake, na wewe mtazamaji wetu popote pale ulipo ulimwenguni ukawa ni mwenye kutufuatilia. Mawasiliano yako zaidi Sheikh Shaaban? Kwenye mitandao ya kijamii napatikana kwenye Instagram, kwenye TikTok, lakini vile napatikana kwenye WhatsApp kwa mtu ambaye anataka kunicheki WhatsApp 0788995194. Asante. Hayo ndio mawasiliano ya Sheikh Shaaban. Kama kuna kitu ambacho ukizungumza hujafahamu au unataka kumuuliza, basi muulize kupitia mawasiliano yake hayo, lakini yupo katika mitandao na ya kijamii, na kama alivyozungumza hapa, tuitumie katika njia iliyokuwa nzuri na tusiitumie katika njia ambayo iliyokuwa sio. Basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu pamoja na kuishukuru crew nzima ya Zanzibar TV, sasa na kwa DOP Director of Photography Kahale. Asante kwa mkurugenzi wetu gwiji nguli mwamba Profesa Alhaji Sheikh Salim Mardhia. Asante sana. Sasa na mtazamaji wetu unayetuangalia kwa sasa, asante sana kwa ndugu yangu Khalifa wa Mbweni Uthman na ndugu yangu Abdurrahman Auf. Asante sana. Basi kwa hakika nao viongozi hapa wa Masjid Firdaus ambao
wametupa heshima kubwa sana ya kuweza kufanya barnamiji zetu hapa sana. Mr. Zaki, kongole sana, lakini naye vile vile katibu mwenyewe, katibu mtendaji wewe nakuita, naye si mwingine isipokuwa ni Al-Habib Sheikh Saleh Al-Hinai. Asante sana kabisa, tunakushukuru kwa hilo. Lakini vile vile kama ilivyo mwamba wetu naye tunamwombea arejee kwa salama ukiwa katika ardhi ya Omani huko, na tunastafidi sana. Basi aliyekuongozea matangazo haya si mwingine ila ni mimi ndugu yenu katika iman, Saleh Al-Barawi, hujulikana kama kijana wa Tamaman, kwa niaba ya gwiji nguli mwamba Profesa Alhaji Sheikh Salum Mardhia. Mpaka mara nyingine, usikose kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Dua Sheikh Tondo. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyid sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaykum wa billahi tawfiq wa tamaman wa ila al-liqa wa jazakumullahu khair. Shukran. Ahsante Sheikh Shaaban. Jazakallahu khair. Asante.